Habari ya mambo ambayo kwa kawaida tumeendelea kuyasikia kuhusu identity of Christ. Tumekuwa na safari ambayo ya kujifunza kwa pamoja, hata kama si kwa undani wake kama inavyotakiwa kuwa, lakini angalau kuwa na picha kamili tunavyomzungumza Yesu Kristo ni nani. Kwa tumefika kwenye conclusion nzuri ambayo ndivyo ambavyo maandiko matakatifu yanafundisha ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu, Yesu Kristo ni mwanadamu. Yesu Kristo ni Mungu ambaye ni mwanadamu. Altogether ni jambo ambalo ni offensive kwa watu wengi, ni swala ambalo linawakwaza because hawana namna ambavyo wanaweza wakawa na ufahamu ya kwamba Mungu asiyefananishwa na mtu na kitu anakuwaje mwanadamu. Kwa watu wengine hilo swala ni very offensive to them. Wanaweza wakakubaliana na sisi tukisema Yesu Kristo alikuwa nabii kwa sababu wamewaona wanadamu wakiitwa kuwa manabii. Naweza kakubaliana na sisi tukisema Yesu Kristo alikuwa kiongozi kwa sababu wameona wanadamu wakiongoza dunia. Wanaweza kakubali even tukisema Yesu Kristo alikuwa ni mtu mwema au alikuwa ni mtume kwa sababu ni nafasi ambazo bado wanadamu wamewahi kuwa. Yaani tangu kuumbwa kwa dunia ijawahi onekana the time ambayo Mungu ameuchukua ubinadamu na kuishi katikati ya watu wake. Ni fumbo kubwa kwa wengi. Lakini hilo ndilo ambalo lina define imani ya Kikristo. Ni kweli karibia kila dini ambayo ipo ulimwenguni ina wafuasi, right? Kila dini ambayo ipo ulimwenguni ina wafuasi, okay? Na wafuasi wakati fulani wanaabudiwa kwa ngazi moja na Mungu. Mfano, ukifuatilia Uislamu umepata mwitikio mkubwa baada ya Muhammad ambao wao wanamfikiri ni nabii na mtume, okay? Muhammad, na ukiangalia namna ambavyo anamuona Muhammad hawamwoni tu kama ni mjumbe wa Mungu, sababu ikiwa kila tendo ambalo Muhammad alilifanya wao wanalitafsiri kama suna, maana yake huyo si tena mwanadamu, badala yake wanalitafsiri kila tendo ambalo alilifanya kwa ni tendo la haki hata kama ilikuwa ni tendo libaya. So maana yake wamemuingiza katika daraja moja la Mungu ambaye Mungu ni mwenye haki. Kwa mtazamo alionao ni kwamba Muhammad alikuwa ni mwenye haki, alikuwa ni perfect figure ambayo kwa wao wanasema alikuwa ni mjumbe wa Mungu, lakini ukiangalia their treatment toward him wanamuona kabisa alikuwa Mungu. Fuatilia also Buddha, mwanzilishi wa hiyo imani, also wafuasi wa imani ya Kibuddha wanamtreat kama Mungu, na wakati fulani kuna baadhi ya sanamu ambazo zinatengenezwa kumresemble huyo mtu na wanaziabudu kwa namna hiyo. Okay. So maana yake unagundua kwamba wanakanusha kama sehemu ya kuto kushawishika na ukweli ambao upo wazi kabisa kwa habari ya uungu wa Kristo katika binadamu, lakini wakati wanakanusha kwamba Mungu aweza kama mwanadamu. Wafuasi wa dini wanazozifuata au niseme waanzilishi wa dini ambao wanazifuata kwenye dini hizo hizo bado wanaabudiwa kama miungu, wanapokelewa kama miungu, wanabe treated kama miungu. So manake ni fumbo kwa kutokuamini, lakini jambo la wazi kabisa ambalo tunasoma katika maandiko, hivyo ndivyo ambavyo Mungu alichagua hata kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Okay. So manake tuligundua na tuliona kwa wazi kabisa fundisho la maandiko kwa habari ya uungu wa Kristo, lakini pia tukaangalia fundisho la maandiko kwa habari ya ubinadamu wa Yesu Kristo. Tusahau hayo mambo yote. Okay. Kwa manake tukianza kuzungumza stori ya ukombozi inapata uzito mkubwa kuanzia saa hii, kwa kuwa tunajua ambaye amehusika katika historia ya ukombozi ni Mungu mwenyewe. Okay. Si Mungu aliye mbinguni azifu ni kama vile ameoperate swala zima la ukombozi kutokea mbinguni, bali ni Mungu ambaye alikuwa mbinguni, it is very true, lakini akaja kuuchukua binadamu akaishi miongoni mwetu akasababisha ukombozi kwa ajili yetu. Kwa maana yake tumekombolewa na Yesu ambaye ni Mungu mwanadamu. Haleluya.
tumeokolewa na Yesu ambaye ni Mungu mwanadamu. So manake tunavyoizungumza historia ya ukombozi, okay, tunazungumzia historia ya ukombozi tukijua namna ambavyo Mungu asiye na dhambi akakubali kuhesabiwa kati ya wenye dhambi. Mungu aliye mtakatifu mno akakubali kuishi miongoni mwa watu wenye dhambi kwa kusudi la kuweza kuwakomboa na kuwatoa katika hali ya dhambi. Kwa wengine hilo tukio ni dhaifu, haliwezekani kabisa, lakini kwetu sisi ni tukio ambalo linaonyesha upendo usiokuwa na kifani, namna ambavyo Mungu alitupenda kwa kiwango ambacho hakuona shida kuwa maskini kwa ajili yetu, okay? Hakuona shida kufanyika mwili kwa ajili yetu, hakuona shida kuteswa kwa ajili yetu, hakuona shida kuhesabiwa kwa ajili yetu, hakuona shida kuitwa majina ya kibinadamu kwa ajili yetu. Yote hayo tunaona namna ambavyo Mungu ameenda extra miles kwa ajili ya ukombozi na wokovu wetu. Turudi kwenye passage ambayo inatoa summary ya kile ambacho tumejifunza, kitabu cha Isaya sura ya 9. Isaya sura ya 9 mstari wa 6 anasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba milele, Mfalme wa amani. So manake tunaona anasema mtoto amezaliwa, hiyo ina indicate kabisa ubinadamu wake, while jina lake ataitwa Mungu mwenye nguvu, inaonyesha uungu wake. Kwa manake tukisema kwa habari ya Yesu Kristo tunasema kwa habari ya stori ya Mungu ambaye alikuwa mwana. Neno la Bwana kwa Bwana wangu, uketi mkono wa kuume hata nitakapowatiisha adui zako chini ya miguu yako. So ni moja ya maeneo ambayo yanaafimu kwamba kweli alikuwa Mungu. Na very very strange, tumetumia naweza kusimama kwa ajili ya kujisaidia. Tumetumia ushahidi wa vitabu vya Agano la Kale kuangalia uthibitisho ule ambao watu wengine wanaukanusha kwamba Agano Jipya limeinvent, limegundua, limembaptize Kristo kuwa Mungu, lakini kusoma katika Agano la Kale hakuna vitu kama hivyo vimeandikwa. Lakini tumeona katika kurasa za Agano la Kale, tena wakati fulani zina ukweli mchungu zaidi kuliko even katika Agano Jipya, kwa sababu watu wanaoongea walikuwa wanaongea under inspiration na hawakumwona huyo mtu ambaye wanaongea habari zake kumuhusu, lakini bado hawakujizuia kuongea kile ambacho Roho Mtakatifu anawasukuma kukisema concerning Christ. Okay, bado tupo kwenye safari nzuri ya kujifunza kuhusu Kristolojia, ambavyo tumeangalia, nisema tuangalie vipengele viwili, the person of Christ, lakini also tuangalia the work of Christ. Tumeshaangalia the person of Christ, tumesema alikuwa Mungu na alikuwa mwanadamu kweli, okay? Actually namna nzuri ya kuzungumza ni Mungu na ni mwanadamu kweli, kwa sababu even in present times, present age, bado Kristo anayo hali ile ile ambayo alikuwa nayo alivyokuwa kwa mara kwanza amezaliwa kwenye hii dunia. Kwa even today tukikutana na Mwokozi tutamwona ikiwa katika ubinadamu, tutamwona kabisa ni mwanadamu. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Unasema inakuwaje kwenye kitabu cha Ufunuo Bwana Yesu anaonekana katika picha ambayo ni tofauti kabisa na ubinadamu wake, ya kwamba anaonekana akiwa na miguu ambayo ni ya shaba iliyosuguliwa sana na muonekano wa namna fulani. Ule muonekano haina maana kwamba ndivyo ambavyo tukienda tunamwona Kristo hivyo. Kumbuka ilikuwa ni maono ambayo Yohana anayaona, ambayo maono yanaufunua utukufu ambao Kristo yupo nao. Kila kitu ambacho kinaonekana kwenye ile picha, miguu kuwa ya shaba inamaanisha na miguu ya shaba, badala yake na describe about the judgment ambayo Kristo ataifanya, ata execute among the nations, wale wote ambao wajaipokea kazi kamili ya msalaba aliyokuwa nayo. Anavyomaanisha kwamba na nywele nyeupe na speak about the wisdom ambayo Kristo anayo. Okay, so maana yake unagundua those elements ambazo zimetumika kumrepresent kwenye kitabu cha Ufunuo haina maana kwamba hile ndo appearance yake yenyewe alionayo, badala yake tunaona utukufu wake. Okay, ni namna yake ya kujionyesha katika ile utukufu. Bwana asifiwe sana, haleluya. Okay, wakati tu na discussion nyingine ambayo inakuja kugusa kipengele cha pili, the work of Christ, the work of Christ. Okay,
ili tuweze kuwa na namna njema ya kufahamu kile ambacho Kristo amekifanya, okay? Na kugive value ya kile ambacho Kristo amekifanya. Hakuna budi kuwa na discussion about the office of Christ. Office of Christ. Offices of Christ. Okay? Tujifunze kwa habari ya neno Kristo. Twende katika vitabu vya Agano Jipya kwanza. Nitumie Injili ya Yohana. Yohana sura ya kwanza. Yohana sura ya kwanza. Ule mstari wa 40 anasema hivi: Andrea nduguye Simoni Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. Huyo akamwona kwanza Simioni ndugu yake mwenyewe, akamwambia, tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Okay, so nisikilize vizuri sasa. Unavyosoma katika vitabu vya Agano la Kale, au nitumie sasa ile ambayo tumejifunza jana, kusoma katika Torati na Manabii, utaona kwamba hutaona jina Kristo, okay? Badala yake utaona jina Masihi. Au together Masihi. Wakati ukisoma katika Agano Jipya pia utaona zaidi neno Masihi, badala yake utaona zaidi neno gani? Kristo. Okay, haina maana ni maneno mawili tofauti. Ndio maana hapa kwenye Injili ya Yohana ameequate kuwa neno moja, okay, ya kwamba tumemwona yeye, tumemwona Masihi, alafu kwenye mabano anaweka tafsiri maana yake Kristo. Okay, kwa maana yake hapo tu ni tofauti wa lugha. Ukimwita Yesu Masihi umemwita kulingana na lugha ya Kiebrania, wakati ukimwita Yesu Kristo umemwita kulingana na lugha ya Kiunani. Ni kama vile nikimwita Jesus nimemwita kwa lugha ya Kiingereza, nikisema Yesu nimemwita katika lugha ya Kiswahili, nikisema Yehoshua nimemwita katika lugha ya Kiebrania. Au together? Au together? Kwa maana yake Kristo na Masihi ni msamiati mmoja ambao inategemea umetotoa hilo neno kutokea kwenye lugha ipi. Wale ambao wanamwita Yesu Kristo Masihi, maana yake hilo neno limetotolewa kutoka katika lugha ya Kiebrania. Wale wanaomwita Yesu ni Kristo, maana yake wametotoa huo msamiati kutoka katika lugha ya Kiunani. Jambo la wazi ambalo tunatakiwa kulifahamu ni kwamba unaposema Masihi au Kristo, fasiri nyepesi ile ya Kiswahili ni kwamba unamzungumzia mpakwa mafuta. Mpakwa mafuta, mpakwa mafuta. Sasa mpakwa mafuta, okay, labda let us tuwe na jaribio dogo, okay. Wewe ni Masai, si ndio? Okay, mpakwa mafuta Kimasai anaitwaje? Mtu aliyepakwa mafuta. Egwanari, manake aliyepakwa mafuta. Yule wa juu anaitwaje? Oloiboni. Oloiboni. So manake tukitaka kumwita Kristo Kimasai tungesema Uleiboni. Kwa ningesema Yesu Uleiboni. Hiyo ni namna nyepesi ambavyo Masai anaweza akanielewa. Ninamzungumza aliyepakwa mafuta. Okay. So manake our discussion isifichwe kwenye msamiati Kristo au Masihi. Badala yake our discussion inabidi ifumbue. Tukisema Kristo na Masihi tunamaanisha kitu gani? Tumeshapata tafsiri ya kwamba aliyepakwa mafuta. Au together. Swali la kujiuliza ni kwamba okay, aliyepakwa mafuta ni mtu aina gani? Namna pekee ambalo unaweza ukalijibu hilo swali ni kupitia maandiko matakatifu, Torati na Manabii.
huko ndani ndiko ambako tumejifunza, au huko ndani ndiko ambako tunaona fasili ya mtu aliyepakwa mafuta ni mtu gani. Okay, so manake kabla ya kuangalia kazi ambayo Kristo ameifanya, tuwe na safari kidogo ya kuchambua maandiko, kugundua kwamba nini maana ya Kristo au nini maana ya mpakwa mafuta, kwa sababu kwenye New Testament linatumika kama vile wewe ambaye unasoma unafahamu. Okay, kwa sababu unafungua tu kurasa za Agano Jipya, mstari wa kwanza kabisa, Mathayo 1:1, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. So manake linatumika kama msamiati ambao wana by assumption ya kwamba wanaosoma maandiko au wanaosoma hizo barua zao wanafahamu nini maana ya Kristo. Okay, kwa manake tuwe na nafasi ya kuangalia tafsiri ya mpakwa mafuta. Okay, kwa kutajwa neno Masihi au Kristo limetumika kwa mara kwanza kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2 kwa kutajwa. Tena katika Samueli wa kwanza Samueli wa kwanza sura ya 2. Samueli wa kwanza sura ya 2. Okay. Samueli wa kwanza sura ya 2 kwanza kwenye wimbo wa Ana, okay? Wimbo wa Ana ambao ukisoma katika mstari wa 3 tunapata hilo wazo, okay? Akisema okay, labda nianzie mstari wa 2, anasema hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila yeye, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Msizidi kunena kwa kutakabari, hivyo majivuno yasitoke vinywani mwenu, kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, na matendo yake na matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Pinde zake mashujaa zimevunjika, na hao waliojikwaa wamefungiwa nguvu. Okay? Nipatie tafsiri ambayo mnaitumia. Nipe tena tafsiri yako. Sawa, tena moja kwa moja mstari wa 10. 2 mstari wa 10 anasema hivi, washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Toka mbinguni yeye atawapiga radi. Bwana atahukumu miisho ya dunia, naye atampa mfalme wake nguvu, na kuitukuza pembe ya Masihi wake. Okay? Pembe ya Masihi wake. Nikisema pembe ya Kristo wake nitakuwa niko sawa, si ndivyo? Pembe ya Masihi wake, pembe ya Kristo wake, au pembe ya mpakwa mafuta. Unapokuwa na tafsiri kama hizi za kwenu hizi, Biblia hii SUV, unaona hapo chini yake ana tafsiri hilo neno. Okay. Angalia chini kabisa Biblia yako hapo, umeona wote ameandikaje hapo chini? Ameandika hivi, neno hili Masihi kwa Kiebrania maana yake ni mtio wa mafuta, au mwenye kuweka wakfu kwa kutiwa mafuta ili awe mfalme, kuhani, nabii. Kwa Kiunani ni Kristo. Kwa mpaka hapo Okay, so maana yake tumeelewa hapo kimatumizi. Neno Masihi kwa mara kwanza kwenye maandiko kutajwa ni hapo kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10, lakini kimatumizi limeanza mbali zaidi. Okay, kwa maana yake tunataka kuelewa nini maana ya Kristo, hapana budi kusoma katika Torati na manabii.
ambako huko ndiko ambako limepata mizizi ama ndiko ambako limetumika. Bwana asifiwe sana. Okay, kwa maana yake mtio mafuta, lugha nyepesi ya kwamba ni mtu ambaye amepakwa mafuta, alright? Lakini swala la kujiuliza ni kwamba ilikuwa ni sababu ipi ambayo inampelekea mtu kupakwa mafuta, au mtu kupakwa mafuta ilikuwa inaashiria kitu gani? All together tunagundua kabisa kwamba kwa usomaji wetu wa vitabu vya Agano la Kale, kupakwa mafuta ilikuwa ni ishara ya kutakaswa ama kuwekwa wakfu. Kutakaswa ama kuwekwa wakfu. Tukitumia neno kutakasa kwa wengi ni msamiati, kwa sababu mara nyingi kwenye dunia yetu au kwenye mafundisho mengi ambayo tumeyasikia, tukisikia neno kutakasa tunafikiri ni kukitoa kitu katika uchafu au ni kumtoa mtu katika dhambi, lakini maandiko yanavyosema kutakasa maana yake ni kukitenga kitu, okay? Kukitenga kitu kwa ajili ya matumizi ya ibada. Ndio maana utagundua katika maandiko si tu mtu anayetakaswa, also mahali panaweza pakatakaswa, malango anaweza katakaswa, vitu vinaweza vikatakaswa. Kwa maana yake mchakato wa kuvitofautisha vitu ambavyo vitatumika kwa ajili ya Bwana au kwenye ibada ya Bwana na vitu ambavyo ni vya kawaida, huu ni mchakato unaitwa kutakasa. Au together. Kwa maana yake kutiwa mafuta ilikuwa ni zoezi au ilikuwa ni mchakato wa kumweka mtu wakfu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kumweka mtu wakfu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na tuliona huo msamiati tulivyokuwa tunafungua kusanyiko letu, mnakumbuka? Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu akae pamoja na kwa umoja, ni kama mafuta mazuri yashukayo ndevuni mpaka pindo la mavazi ya Haruni. Tukasema ni msamiati ambao unaindikita kwamba kusanyiko ambalo tunalo ni kusanyiko wakfu, takatifu, kusanyiko makini sana, kusanyiko ambalo limetofautishwa na makusanyiko mengi. Okay, kwa maana yake tukiona neno mpakwa mafuta, lugha nyepesi tunamwongelea mtu ambaye amewekwa wakfu kwa ajili ya kazi maalum ambayo Mungu amemuassign. Kwa maana yake ni mtu ambaye amebi consecrated, okay, amewekwa wakfu, ametakaswa, ametengwa, ametofautishwa na wengine, amechaguliwa na Mungu kwa ajili ya jukumu maalum. Tukio la kwanza kabisa kwenye maandiko ambalo tunaona lina indicate kupaka mafuta mahari, tunaona kitabu cha Mwanzo sura ya 32. Kitabu cha Mwanzo sura ya 28. Anzia hapo Mwanzo sura ya 28. Mwanzo sura ya 28 twende ule mstari wa 21, akasema hivi, au naanzia mstari wa 20, anasema Yakobo akaweka nadhiri akisema, okay, naanzia mstari wa 18. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitwaa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake, Kwa maana yake Yakobo alikuwa anaelekea kwa mjomba wake Laban, akiwa katika ile nchi, akawa amelala, ghafla akawa amechukuliwa katika maono. Mungu akamshirikisha mpango wake alionao katikati ya mataifa. Baadaye Yakobo akachukua jiwe ambalo alikuwa ameinamia, akaliweka chini, akalimiminia mafuta. Kwa maana yake tunagundua kwamba zoezi la kumimina mafuta ilikuwa ni cultural, ilikuwa ni swala la kitamaduni kwenye dunia ya kwenye dunia ya Agano la Kale. Okay. Kwa maana yake Yakobo hapo anavolipaka lile eneo mafuta ama anapolimiminia mafuta, maana yake analitofautisha ile eneo kwamba hili ni eneo ni maalum, ambao katika ile eneo nimekutana na Mungu. Ndio kusema Yakobo anavyolitia eneo hilo mafuta, kwa tafsiri nyepesi ni kwamba analitofautisha hilo eneo na maeneo mengine, ni kama analitakasa, analichagua hilo eneo kwamba hapa mahali pana utofauti na maeneo mengine. Okay, kwa anapoweka jiwe na kumimina mafuta, maana yake analitakasa hilo eneo kwa ajili ya na kutokea hapo, even Yakobo katika safari yake ya pili
Anavorudi tena Kanani, mahali ambako mara kwanza alikuwa ametoka kwa hofu ya Sauli akwenda kwa mjomba wake Laban, anavorudi tena Kanani, bado alifikia kwenye eneo hilo hilo akamfanyia Mungu ibada. Twende sura 32. Actually, twende 35 mstari wa 14. Nisome 35 mstari wa 14. Thelathini na tano mstari wa actually tuanzie mstari 14. Okay, naanzia mstari wa 13. Nasema hivi, Mungu akakwea juu kutoka kwake mahali hapo aliposema naye. Yakobo akasimamisha nguzo mahali aliposema naye, nguzo ya mawe, akamimina juu yake sadaka ya kinywaji, akamimina mafuta juu yake. Yakobo akapaita mahali pale Mungu aliposema naye Beseli. Beseli. All together, Beseli. Na ndivyo ambavyo Yakobo amepaita hapa mahali ambako amepiminia mafuta, also ameita Beseli. Okay, so manake Yakobo alikuwa na that, okay, ilikuwa ni desturi ya watu wa mashariki, mahali ambapo miungu imejitokeza kwao, mahali ambapo labda nitumie lugha nyepesi ambayo rahisi kujua, madhabahu walikuwa wanazitia mafuta. Okay, mahali ambapo Mungu amejitokeza kwao, Mungu ameonekana kwao, panakuwa ni mahali maalum ambapo panatofautiana na mahali pengine. Okay, kwa wanalimark hilo eneo, linaonekana ni eneo maalum ambalo Mungu amelichagua kwa ajili ya kujidhihirisha kwao. Kwa maana kutia mafuta ilikuwa ni kulitakasa eneo, ilikuwa ni kulitofautisha ile eneo na maeneo mengine ya kawaida, lakini also kuliconsecrate eneo kwa ajili ya matumizi ya kiibada. Kwa mpaka hapo. Okay, kwa maana kulingana na elimu ambayo wakati tumepokea ni kwamba si tu watu walikuwa wanapakwa mafuta katika Agano la Kale, badala yake also vitu vilikuwa vinapakwa mafuta, maeneo yalikuwa yanapakwa mafuta. Tukiwa na huo ufahamu, so maana yake tunaelewa sasa ya kwamba activity ya kupaka mafuta ilikuwa ni activity ya kibinadamu, si ndivyo? Ambayo inaashiria jambo la kiroho. Alright? Okay, anayepaka mafuta ni Yakobo, lakini tukio ambalo limemfanya pake eneo lile mafuta ni la kiroho, supernatural event. Haleluya! So manake ni kama kusema hivi, upakaji wa mafuta ni namna ya ilikuwa ni uelewa wa mwanadamu, si ndivyo, ya kwamba eneo hili au mtu huyu amechaguliwa na Mungu. Lakini Mungu kumchagua au Mungu kumteua au Mungu kumtakasa, alikuwa mtakasi baada ya mafuta kupakwa. Kikawaida alikuwa anatambuliwa kwamba Mungu amemchagua, then after hapo ndo anapakwa mafuta. Out together. Kwa maana tunapatana kwamba kupaka mafuta ilikuwa ni jambo la kibinadamu, right? Okay, ambalo lilikuwa linawasaidia kujua ile eneo ni takatifu, huyu mtu ni mtakatifu. Upakaji mafuta ilikuwa ni ishara ya nje ambayo inaonyesha kitu ambacho kimefanyika ndani ya mtu, ya kwamba tayari Mungu amemchagua, tayari Mungu amemtakasa, tayari Mungu amempa ile jukumu. Kupaka mafuta ni kama kumtawaza au kumtangaza ya kwamba this is the man ambaye Mungu amemtakasa kwa ajili ya jukumu hili maalum. Kwa maana yake, nisikize vizuri, kuna watu ambao hawakupakwa mafuta kama ishara ya nje, lakini bado walikuwa ni wapakwa mafuta kwa sababu waliitwa na Mungu, wakatakaswa na Mungu kwa ajili ya kazi maalum. Narudia kusema tena, hapana lazima ya kwamba nichukue chupa mafuta nikumiminie mafuta ndio julikana kwamba Mungu amekuchagua. Kama hiyo ndio tafsiri ya mpako wa mafuta, hatuoni mahali popote ambako
Yesu ambaye ni mpako wa mafuta wa Mungu akimiminiwa mafuta na mtu yeyote yule, lakini hiyo ilimfanya kutokuwa Kristo. Kuna mahali popote ambapo tunaona Abraham anamiminiwa mafuta? Hapana, si so. Manake ni kama ni ishara ya nje, ishara ya kibinadamu ambayo inamtambua Mungu, inamtambua mtu ambaye Mungu amemtakasa, inamtambua mtu ambaye Mungu amemchagua, inamtambua mtu ambaye Mungu anataka kumtumia kwa ajili ya kazi maalum katika uso. Okay, kwa kutajwa tumeona activity ambazo Yakobo amezifanya kuyatia mafuta maeneo ambayo Mungu amemtokea, Mungu amejidhihirisha kwake. Okay, lakini kimatumizi zaidi tunaiona katika mambo yanayohusiana na hema ya Musa ama hekalu na Solomon. Kwa mfano, twende tukaangalia kidogo kwenye hema ya Musa. Tuanze kitabu cha Kutoka sura 30. Kutoka sura 30 Kutoka sura 30 mstari wa 22, tuanzia hapo. Kutoka sura 30 kuanzia mstari wa 22, maandiko yanasema hivi: kisha Bwana akasema na Musa na kumwambia, jitwalie manukato bora, manemane mbichi shekeli 500, na mdarasini wenye harufu nzuri nusu ya hicho kipimo, yaani shekeli 250, na kane shekeli 250, na kida shekeli 500, kwa kuiandama shekeli ya mahali patakatifu, na mafuta mzeituni kiasi cha vibaba 5. 25, nao utafanya mafuta ya kutiwa matakatifu, Mariamu iliyochanganywa kwa kazi ya ustadi ya mtengenezaji manukato, yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa, nawe utaipaka hema kukutania kwa mafuta hayo, na hilo sanduku la ushuhuda, na meza na vyombo vyake vyote, na kinara cha taa na vyombo vyake, na madhabahu ya kufukiza uvumba, na madhabahu ya kuteketeza sadaka, pamoja na vyombo vyake vyote, na bilika na tako lake. Na utavitakasa vitu hivyo ili viwe vitakatifu sana, tena kila kivigusacho vitu hivyo kitakuwa kitakatifu. Mstari 30, nao utawatia mafuta Aroni na wanawe na kuwatakasa ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Kwa manake Musa anaagizwa kutengeneza mafuta ambayo hayo mafuta yatakuwa na mchanganyiko na vikolezi, okay? Na unga ambao ni perfume, unga ambao unanukia, okay? Vikolezi, okay? Kwa ilikuwa ni mafuta ambayo yanachanganywa na vikolezi fulani vyenye harufu nzuri, hapo yanatumika kwa ajili ya kazi ya ibada. Then tunaona hayo mafuta yalikuwa yanatengenezwa physical, okay? Yanatumika kuvitakasa vyombo na kuwatakasa makuhani. Sasa angalia, ni kwamba okay, hiki chombo ambacho kinatakaswa kilikuwa kinawekewa mafuta, si ndivyo? Kuwekewa mafuta maana yake ni kwamba katika hii na hizo vyote ni makaunta, lakini hiki ambacho kimewekwa mafuta ndio maalum kwa ajili ya Bwana kukitumia. Maana yake matumizi yote ya kiibada kitumike hiki chombo, usitumie hiki hapa. Hata kama vinafanana, hata kama hiki ni kikubwa kuliko hiki, maadamu hiki ndiko ambacho Bwana amekichagua, na uchaguzi wa Bwana unaonyeshwa kwa ishara kukitia mafuta, maanake hicho tu ndicho ambacho kinatakiwa kutumika kwa ajili ya kazi ya ibada. Au together? Kwa maanake lugha nyepesi zaidi, tunavyoona kwamba vyombo au vifaa ambavyo vinatumika kwenye hema, tumeona kuna meza, vyombo na vyombo vyake, kinara cha taa, madhabahu kufukiza, yanavyotiwa mafuta, maanake ni hivi tu ambavyo vitatumika kwa ajili ya kazi ya ibada.